nitapata mtoto. Lakini nataka nikutie moyo. Mungu anatafuta watu ambao hawakati tamaa. Maisha sio kwa ajili ya watu wenye roho nyepesi. Watu wengi sana wanainua mikono yao wakiambiwa pokea utajiri, pokea mali. Lakini imani, mafanikio si kwa ajili ya watu wenye roho nyepesi. Sio kwa ajili ya watu wenye. Watu wengi wanapenda ndoa tena ziwe nzuri, lakini si kwa ajili ya watu wenye mioyo. Ukiwauliza kina mama watakwambia, ukiwauliza mama watakwambia inahitaji uvumilivu, inahitaji kuangalia wakati mwingine. Nataka nikwambie, usikate tamaa. Biblia inasema mwenye haki atasoma akijikwaa kaanguka mara 7. Bwana atamuinua. Nataka nikwambie usikate tamaa, ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka upya. Mtu mwenye maono sio nyepesi. Unaweza kuangalia habari za Yusufu. Unaweza kuangalia habari za Yesu Kristo mfano. Wakati mwingine inabidi usulubiwe. Wakati mwingine inabidi kupigwa. Wakati mwingine ni kudhihakiwa. Wakati mwingine ni kusemwa vibaya. Wakati mwingine wanakuzika kabisa, wanasema huyu ameenda. Lakini Mungu anahitaji watu walioinuka. Ahadi zote za Mungu. Niangalie nikusaidie kitu. Ahadi zote za Mungu ni kweli na amini. Mungu alianguka. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, watu walioirithi ahadi ya Mungu walirithi kwa imani Niangalie kila mmoja. Kuna mtu hivi neno ni la kwako. Hauwezi kufikia ahadi ya Mungu kama wewe maisha yako ni maisha ya kugusa na kuacha. Unafungua hii biashara unaacha. Nilienda kanisa. Unamshika huyu mwanamke unamwacha. Unaenda kwa huyu mwanaume unaacha. Hili ni neno Mungu ameniambia ni la mtu yuko. Lakini ili uweze kufika, lazima uwe na uvumilivu. Biashara nzuri inajengwa kwa miaka 10-20. Ndoa imara inajengwa kwa miaka 20-30. Bonde la maono, huduma imara inajengwa kwa miaka 10-20. Mungu akwambie. Mungu akwambie kitu cha kufanya. Kaa hapo mwanangu, usitoke. Kaa hapo usitoke mpaka Bwana atakapofanya.